Mwanamke mmoja aliingia katika choo cha watoto wa kiume kisha akamkuta kijana mmoja na akaamua kumpaka lipstick ambazo zilikuwa katika mdomo wake. Yule mwanamke alikuwa anahitaji msaada kwa sababu alikuwa anaforcewa kuolewa na mwanaume mmoja tajiri katika mji huo. Mara ghafla mama yake akaingia katika kile choo na yule mwanamke akamtambulisha kwamba huyu ndiye mpenzi wake, lakini yule mwanaume alipojaribu kuongea kitu chochote akazuiwa na yule mwanamke. Mama yake akamwambia, huyu ni maskini sana, kwa achana na huyu kijana na ndio urudi katika meza yako kule ili uende kuolewa na Mr. Mavi. Lakini mwanamke akamwambia mimi simtaji yule mzee. Mama yake akamwambia hakuna haja ya kudiscuss, familia yetu sisi inahitaji pesa zake huyo Mr. Mavi. Akamfuta mdomo wake ambao ulikuwa umejaa lipstick kisha akamwambia arudi mezani. Yule mwanamke akakataa akasema haturudi. Kijana alipojaribu kuongea na yule mama akawa mkali sana na kumfokea. Kisha akamfuta yule mwanamke kisha akamwambia unahitaji kustabasamu na kisha urudi katika meza kule kwa ajili ya kuolewa na Mr. Mavi. Akamwambia sasa hivi unakwenda kuolewa mchumba. Akaondoka naye kisha yule mwanamke akaomba msaada kwa kijana akamwambia naomba nisaidie. Ndipo kijana akawaza akiwa pale chooni akaamua kurudi katika meza yake kule. Akazuga kukaa pembeni na ile meza ya yule tajiri ambaye alikuwa anaitwa Mr. Mafi. Mr. Mafi hakuelewa chochote ambacho kinaendelea kati ya yule kijana na yule mwanamke. Kijana aliendelea kuangalia lakini Mr. Mafi aliendelea kuongea na yule mpenzi wake akamwambia na kitu cha thamani sana ambacho nahitaji nikupatie. Akafungua katika kibahasha fulani akatoa bracelet, lakini mwanamke hakuhitaji kama anahitaji, lakini mama yake akamwambia hii ni nzuri sana unahitaji uichukue. Mr. Mafi akaamua kumfunga shingoni, lakini yule mwanamke akakataa. Akaichukua ile bracelet ambayo kamepewa na kuirudishia sehemu ile. Ndipo yule mama yake akamwambia Niko, unatakiwa uichukue hii kwa sababu ni nzuri na unatakiwa ujifunze jinsi ya kuongea. Mr. Mafi akamwambia ukipata muda tu utabadilika, kwa sababu akamuuliza kitu kingine akamwambia unataka nini katika menu. Ndipo yule mwanamke akataka kupewa talaka haraka sana mara akiolewa, lakini Mr. Mafi akamwambia kama nikikuoa nitakufundisha tabia baadhi ambazo haujapewa na mama yako. Mara ghafla yule kijana ambaye alikuwa mambo msaada na yule mwanamke akavua koti lake na kwenda katika meza na kujifanya yeye ndiye mhudumu wa ile hoteli. Kisha akasogea taratibu katika meza ya kina Mr. Mafi. Mr. Mafi na mama yake Niko akapiga chazi kuashiria kwamba amekubaliana sherehe ile. Mara ghafla kijana akatokea kile meza na kutoa menyu. Kisha akauliza bosi, mnahitaji nini? Lakini yule Mr. Mafi akamwambia hatukuhitaji wewe, unatakiwa uondoke kwa sababu kitu tunachozungumza hapa ni kitu cha siri sana. Kisha akachukua simu yake akaweka katika mfuko wa Mr. Mafi. Yule binti hakuelewa chochote kile, akashangaa lakini alimfahamu. Mara ghafla yule kaka akaondoka na kwenda kwa mlinzi akamwambia, "Samani, yule mzee pale ameiba simu yangu, nahitaji umsachi ili niweze kupata simu yangu." Yule mzee akashangaa sana akasema, "Haiwezekani kwa sababu Mr. Mafi ni mtu mkubwa sana katika mji ule." Akamuuliza, "Unajua ni nani yule?" Yule kijana akamwambia, "Unahitajika kusachi mifuko yake kwa sababu yule ni mwizi kwangu. Nataka ufanye kazi yako usiogope." Ndipo mlinzi akamwambia, "Tafadhali kuwa mpole." Ndipo akaelekea katika meza ya Mr. Mafi na kuanza kujieleza. Kwa sababu Mr. Mafi alikuwa ni tajiri sana katika mji ule. Yule mlinzi hakuwa na ujasiri wa kusimama mbele yake na kuongea moja kwa moja. Ndipo alianza kuongea akasema, "Huyu jamaa ni chizi kwa sababu amesema kwamba umeiba simu yake." Mr. Mafi alicheka sana na yule mwanamke ambaye ni mama yake Niko alicheka sana. Akasema, "Mimi nimeiba simu yake." Akashangaa sana. Ndipo yule mlinzi akaamriwa na Mr. Mafi, "Mimi sina kitu chochote, kama unataka naomba search." Ndipo Mr. Mafi alipoingiza mfukoni akakuta simu. Kisha akashangaa akasema, "Ha, hii simu sio ya kwangu." Akashangaa sana mama yake Niko, kisha akaiomba akaicheki ile simu. Baada ya kuitazama upepe pale kwenye simu yake akafahamu kwamba huyu ni yule kijana ambaye amekutana naye kule chuoni, kwa sababu yule kijana alijitambulisha kwamba ni mpenzi wake. Niko akafurahi sana baada ya kuona jitihada za yule kijana kwamba anahitaji kumsaidia. Mama yake akasema huyu ndo mpenzi wake na Niko wa zamani. Ndipo muda sio mrefu pia yule mpenzi wake Niko akatokea kwa mbele kule na kusogea katika ile meza aliyokuwa Mr. Mafi. Mr. Mafi haraka haraka akaingiza mkono wake katika mfuko ili kutoa pesa kiasi kidogo ambacho alihisi anaweza kumpatia huyu kijana ili aweze kuachana naye na kufuata biashara zake. Walipeana mikono pale kisha akamshikisha baadhi ya dola, zilikuwa dola kama kadhaa, zilikuwa dola 100. Akamwambia wewe kwa sasa ni mpenzi wake wa zamani na Cole. Na Cole alishangaa sana mara baada ya kumsikia yule kijana alimuomba msaada kwamba akihitaji pesa nyingine zaidi ya ile ambayo alipewa. Alishangaa sana. Akamwambia anahitaji pesa zaidi ya hizi ambazo wamenipa. Nicole akashangaa sana akasema, "Wewe ni mtu wa namna gani?" Akamwambia, "Mimi sio mtu wa design ile ambayo ulikuwa unanizania.
Mr. Mafia akatoa pesa nyingi kabisa ambazo alikuwa nazo, akampongeza akamwambia, wewe ni kijana msafi sana. Kisha akasema katika dunia hii kuna wanaume wengi sana ambao wanaweza kufanya vitu vingi kwa ajili ya pesa. Na kisha akaongea kusifia pesa pale, akasema watu wanaweza kufanya kila kitu kwa ajili ya pesa. Mr. Mafia akakubali, lakini yule kijana akasema mimi sio miongoni mwa hao watu. Kisha akarusha pesa zile juu na kusema kwamba hizi ni pesa za bure. Watu wakajaa pale na kuanza kugombania zile pesa. Wakati wanagombania, akamchukua ile binti na kuondoka naye kuelekea katika chemba ya ile restaurant. Katika ile chemba akamuuliza, unahitaji nikuondeshe kutoka mahali hapa? Binti alifurahi sana, akamwambia ndio, nataka unitoe mazingira ya mbali na hapa kwa sababu sitamani kabisa. Ndipo akamchukua akaondoka.